kwetu kuna miujiza sana. Yaani wewe ambao unafanyia miujiza uliyofanywa Jumapili, ndio utakuja hapa tena uvingirike tu, uvingirike na utoke. Haujabadilika. Tena Jumapili ukija nikisema njoni mpokee. Tena wewe unaanguka tu tena na kupiga nduru peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka watu wanakushangaa, baadaye wengine wanasema ni sarakasi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hiyo roho zimekubaliana na wewe, zinajua wewe unapenda sarakasi. Kwa hivyo tu pastor akianza, hicho kiroho cha ibilisi kinakuingia mara moja, ukuje ufanye sarakasi. Akikiondoa, kikishatoka kidogo, tena kinakungojea hapo kwa mlango. Wakati utarudi tena Jumapili ukiingia kanisa, kinakuingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwani shetani hawezi akaingia kanisani? Shetani anaweza kaingia kanisa kweli? Kanisa si ni takatifu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu aliwekwa wapi? Shetani alikuja na yeye mpaka akamweka juu ya nini? Ya kanisa. Juu kabisa akamweka. Na tunaona Yesu pia akihubiri. Biblia inasema mtu mmoja alisimama na mapepo kanisani, akaanza kumshuhudia, na Yesu Kristo akamtambua, na watu wengine wakasema, huyu mtu amejazwa na roho. Huyu mtu amejazwa na roho kabisa. Waumini wanasema amejazwa. Lakini Yesu akatambua si roho, ni mapepo. Biblia inasema Yesu akamkemea, akamwambia, fumba kinywa chako. Sitaki kushuhudiwa na nini? Sitaki kushuhudiwa na mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pepo anaweza kaingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa kila kitu kinaweza kikaingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapohubiriwa neno utajaribiwa tu, si lazima utoke nje ndio ujaribiwe. Unaweza ukajaribiwa tu ukiwa wapi? Kwa nini watu barikiwa na wakatoka kanisani wamekwazika? Kwa nini watu kwazika? Kwa sababu shetani yako wapi? Anakutegea tu. Umeambiwa vile utavumilia majaribu, vile utayashinda, haya anakungojea tu, anakurushia bomu. Akikurushia bomu, mambo yameharibika, neno limefutika, yote ambayo umefundishwa hayana nini? Maana. Na ujue wakati mtu amechafuka, shetani ni rahisi kumweza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo ndio shetani anakuvamia mara moja na anakuweza, kwa sababu utaingiwa na makwazo, roho yako itakuwa haifai, na pia hutakuwa mwepesi wa kuomba. Kwa hiyo shetani akikujia wakati wa makwazo, ni mara moja akuweze. Bwana Yesu asifiwe. Si ni kama swara wanapigana kule msituni, swara wawili, na atokee fisi au simba. Unafikiri atatoa jasho ya kuwashika? Anawashika tu kiurahisi, kwa sababu washachanganyikiwa tayari, wameingia kwa vita, akili zao zimepotea, hawajijui, wako dunia yao tofauti. Kwa hiyo shetani anawavamia tu kiurahisi na anawameza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko yanatuambia ya kwamba, anasema ya kwamba kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kweli ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za gunia na majivu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa zamani walitumia magunia na walitumia majivu kama alama ya kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini walitumia kama alama ya kutubu? Walitumia majivu, walikuwa wanajipaka kujionyesha wamejidharau, hawafai. Wanavaa nguo za magunia. Hata kuna dini nyingi pia huvaa magunia siku hizi. Kama ni siku yao ya kutubu, wanaitana wanasema leo ni siku ya kutubu. Kila mtu anavaa gunia na wanajipaka majivu. Siku hiyo hawatajipaka mafuta waonekane watu wasafi. Siku hiyo wanajidharau kabisa, kuonyesha ya kwamba hawafai au ni kitu bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba miji ambayo ni ya Sidoni, Biblia inasema ya kwamba ya Sidoni na Tiro, kuna wakati walitenda dhambi na watu wakauliwa, damu ikamwagika nyingi. Biblia inasema ya kwamba watu walikuwa wanauliwa hadharani kwa sababu walikuwa wametenda dhambi, na Mwenyezi Mungu akaruhusu wavamiwe na maadui. Kwa hivyo anasema ya kwamba watu hawa kama wangefikiwa na neno kama hili ambalo hao watu wamehubiriwa, Biblia inasema watu hawa wangevaa magunia na wangeamua kujipaka majivu, na wangeweza kutubu na wangeweza kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Ninawi waliposikia neno
walivaa magunia, wakajipaka majivu. Mfalme akatoa amri, hata wanyama wakafunga wasile, wakafungwa midomo yao. Na Biblia inasema Mungu akasikia maombi akiwa mbinguni na akawasamehe. Hilo taifa halikuangamia tena, isipokuwa tu mchungaji peke yake ndiye aliangamia peke yake, kwa sababu Mungu alimtuma awaambie wataangamia wasipotubu, na yeye akashika tu ile ya kwamba hawatatubu au lazima wataangamia. Lakini walipotubu, mchungaji yeye akatilia mkazo tu kila ambacho Mungu alimtuma lazima kifanye nini? Kitimia. Akamwambia Mungu, kwani wewe ni muongo? So uliniambia utawaangamiza baada ya siku 40. Zishapita, mbona uangamizi? Mungu anamwambia si watu wametubu, sasa nitawaangamiza nini? Anamwambia Mungu, nilijua tu, si ndio sababu nikawa natorokea wapi? Natorokea Tarishishi. Nilijua tu hautawaangamiza, wewe ni wa vitisho. Bwana Yesu asifiwe. Nilijua wewe ni wa vitisho, hautafanya nini? Hautawaangamiza. Lakini naye Mungu akaamua afadhali wewe sasa ufanye nini? Kufa peke yako, lakini watu wengi wafanye nini? Waokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona wachungaji tuko hatarini, si ndio? Tunaweza tukaelekeza nyinyi muende na sisi tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Paulo anasema nisiwe miongoni mwa wale ambao watabaki, bali niwe miongoni mwa wale watakao enda. Baada ya kulihubiri neno hili, nisibaki, bali nami pia niwe miongoni mwa watakao ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ninapomalizia, Biblia inasema lakini siku ya hukumu itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu yake kuliko nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anawaambia itakapofika siku ya hukumu, watu watakaposimama mbele ya hukumu, anasema ya kwamba kuna wale ambao waliangamizwa kwa sababu hawakupelekewa neno, walitenda dhambi, lakini kukakosekana mtu wa kuwapelekea neno watubu, na ikabidi tu Mungu awaangamize hivyo hivyo. Biblia inasema siku ya hukumu itakapofika, hao watastahimili kadhabu, wataweza kustahimili kadhabu, kwa sababu wanajua walitenda makosa yao. Walitenda, lakini wakakosa mtu wa kuwahubiria ili wabadilike. Kwa hiyo anawaambia hao waliohubiriwa na wakapenda ishara na miujiza, wakakataa kuamini na kutubu, wao wataweza kuangamizwa siku ambayo ni ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba nawe Kapernaumu, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa hata kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanafunzi walipitia mambo mengi. Ni kama wachungaji wao wanaambiwa watoe ripoti mahali wamehudumu au mahali wanahudumu. Wanapotoa ripoti ziko tofauti. Huyo anasema watu wangu, hao wangu si wa kusikia. Mwingine wangu ni wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kujua tulikuwa mainjilisti mwaka ambao umepita. Ati kuna kanisa moja tu, ati kuna mshiriki yeye ako na jeti chake. Si watu itishe vyeti, kila mmoja tunasikia nipe jeti tukianza mwaka. Sasa amepewa jeti, amekaa nacho nyumbani. Yeye kazi yake hataki kuleta kwa secretary, anajijazia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama anajua tu akili na mgonga, mimi mwaka huu naweza nikafanya aje tuniweke 1,000, hata kama na kwa hesabu ya secretary haiko, lakini kwa jeti chake ndio mtu akimtembelea hata wakiamkua na kiweka tu naona yeye ako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kama huyu ataepukana na hukumu ya Mungu. Hata afadhali yeye mwenye alikuwa hana, lakini sasa amepewa, ameanzia mahali anaendelea vizuri, kuliko mwenye ameanza mwaka mzima kila kitu kiko sawa, lakini ni yeye mwenyewe tu ndiye anajua ametoa, lakini hana mweka hazina na hana mwandishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba Kapernaumu nayo ilikuwa imejiinua. Biblia inasema walienda wakawahubiria, lakini wakasema hawataki neno la Mungu. Hao wanajua neno la Mungu tayari, hao wenyewe wanajielewa. Ujaona kuna Mkristo unaweza ukamhubiria, anakuambia hakuna kitu mimi sijui, kila kitu najua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja nilikutana naye mpaka akasimama barabarani akachangaza watu, ati anakariri ahadi askari kijana.
Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi nilikuwa wa huko miaka hiyo, hata hadi askari kijana naijua, anakariri. Hata kuna wengine unawatembelea ni mtu wa revival wa kanisa fulani, lakini ukifika, hata mwingine hana dini, lakini ukifika anakuambia kwamba anaomba, tena akiombea chakula anaomba shukrani mbele ya. Unamuuliza, na hii maombi ulitoa wapi? Anasema mimi nilijua Mungu zamani ilikuwa Jojokovu, nikazunguka makanisa yote na nikaona yote kuna uongo, nikaamua mimi niombee tu hapa nyumbani. Kumbe ombi vile wachungaji wamefika ndio wamemletea maombi. Bwana Yesu asifiwe.